Siku moja Mungu alinifundisha kitu cha ajabu sana, na naomba uniwekee ile andiko. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, wakati moyoni mwake amemwacha Mungu. Sasa huwa tunaishia hapo. Angalia kinachofuata, mstari unaofuata. Maana atakuwa kama fukara nyikani. For he shall be like a heath in the desert. The day I read this scripture, I changed my perspectives about men. Siku nimesoma ile andiko nilibadilisha. Biblia anasema mtu yoyote amtegemee mwanadamu atakuwa kama fukara nyikani. He will be like a heath in the desert. Unaendelea huko mbele, mimi niko hapo, unawahi wapi? I am here. Where tuko kwenye fukara nyikani, unamalizia andiko unalipeleka wapi? Nani amekupa hiyo kazi? Hicho ni kiherehere cha kiroho. Ngoja nimalizie anayoendelea. Tuko kwenye fukara nyikani. Yaani huyu jamaa anakuwa ni amesukumwa kwenye jangwa lake, hakuna wa kumsaidia. This person is pushed into. Hii ndio hatari ya kutegemea wanadamu. Yaani Mungu anakusukuma kwenye jangwa, unafanywa fukara huko jangwani. Yaani angalia, mtu anakuwa jangwani na hakuna wa kumpa hata maji. Someone is in the head and is because they depend on men. Kwa sababu anategemea wanadamu. Umeelewa? Unasikia anasema fukara wapi? Fukara wapi? In the desert. Jaribu kuangalia, na wale tunaenda Israeli, tutapita kule jangwani, tutakwambia hebu tukuache hapa jangwani na usipate msaada, ndio utaelewa Yerwandu. I tell you to remain in the desert and you shall understand. Ndio utajua Bwana ni mwema. Anasema yeyote amtegemee mwanadamu, laana itakayomfuata, atasukumwa kwenye jangwa ambalo hapana mtu atakayemsaidia. He says no, anyone who depends on man, he shall be pushed into a heath. Wako watu wako kwenye maisha ya namna hiyo. Mungu mwenyewe ameamua wasukume jangwani na akawafanya fukara huko. Yaani jangwani na bado wamepigwa ufukara. There are people who are like that. God has pushed them into a desert. And Mungu aliponifundisha hivi vitu, mwanadamu hawezi kuniteuza moyo wangu, hawezi kuzuia mimi kumtafuta Mungu. A man cannot watu wanaweza kuunga mkono leo, kesho wakakutukana. Watu wanaweza kuunga mkono leo wakasema tuko na wewe, kesho wakakuacha ukabaki wewe na nguo yako. People can join hands with you na wakaja wakakuvua hata nguo uliobaki, ukabaki uchi wa mnyama. Anasema yeyote amtegemeaye mwanadamu, whoever depends on man, atasukumwa kwenye jangwa, pushed into a na atafanywa fukara katikati ya jangwa hilo. Shall be a head in the desert. Hii mbaya hii, uiwezi. Ni heri umtegemee Mungu tu. Mwambie jirani yako, hii uiwezi. This you can't. Ni heri uamue kumtegemea Mungu. Namba 2 anasema hataona yatakapotokea mema. And shall not see when good cometh. Yaani kuna watu kwa sababu ya kutegemea watu, there are people because of depending on men, hawaoni njia za mema. They cannot see the good ways. Hizi ni laana za kutegemea wanadamu. This is the curse. The curse when a man just only believe in men and not God. Anasema hataona. He shall not see when good comes. Yani hawezi kuona mema yakija. Shall not. Na watu wa namna hiyo wamejaa uchungu, wamejaa manunguniko, wamejaa visasi. Unaangalia tu watu, muangalie Mungu, huwezi kuona mema yakija. Just look at people and not God. You will never see the goodness of people. Wakati tunavyomuona Mungu, the more we see God, tunayaona na mema anayoyaleta. We see the goodness he does. Lakini kwa wakati tunavyoona watu, the more you see people, tunaona mabaya wanaotutendea. See the bad they do to us. Hawajasikia wa Tanzania. Umenisikia nilichosema? Kwa kadri tunavyomuona Mungu, the more we see God, tunaona mema atutendeayo. Na kwa kadri tunavyoangalia wanadamu hivi, ukiwakodolea macho sana, utaona na mabaya wanaokutenda. Kwa hiyo utachukia watu sana. We will see the evilness they do. Namba 3, laana inayofuata anasema bali atakaa jangwani palipo ukame. But shall habit the parched places in the wilderness. Atakaa jangwani palipo ukame. Shall habit the parched places in the wilderness. Alafu katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na mtu. In a salt land which is not inhabited. Hizi ni laana 4. These are 4 curses. Za kutegemea wanadamu. To depend on men. Na kumwacha Mungu moyoni. And leaving God. Kuna nyakati tunaziendea. The seasons we're going to. Yeyote ambaye hajamfanya Mungu whoever has not made God na wa thamani, the first and the most valuable thing, hichi nilichokisema hapo. He will experience this things. Mark my words.
you are in the church, you are not in the church. Yani haihusiani umeokoka au hujaokoka. It does not matter if you are saved or not. This season is commanded for all. Believers and unbelievers. Na ni wakati ambao utashangaa tunaoendea kuna watu wataokoka wenyewe. Hawatahitaji mchungaji. They will never need pastor. They will find altars and go down. Kuna watu watatafuta makanisa tu, watatafuta jengo la kanisa, watafute madhabahu ilipo. Hawatamtaka mchungaji, watalia kwa kupiga magoti na kumwambia Mungu tunatengeneza, kwa sababu wakati umeshaamriwa.